siwi champagne uliongea unatoa siri siwi nini na nini. Leo sai Benturo kwa sio tunaongea sawa. Na kama mimi niliviongea, sio mimi ndo wa kwanza naviongea. Kuna wakati mmoja kulikuwa evenement ya nani ya T-Max, Epifamba alikatalaka akasema hata shimamia hiyo show mimi nikiimba. Alisemaga, alimwambia T-Max, na lapa mbele ya Mungu T-Max champagne akiimba kwa hiyo evenement mimi sitashimamia hiyo show. Hapo deja ile kama ni demi yo kama ni 3 milioni kanipita swala. Hapo tunapendana. Tunauiana riski. Bosi nimeona mimi simkuli muhali parce que Benturo naye alifa Benturo naye kwa simkuli muhali parce que Benturo naye yenye alifanya normalement pasha mu contacter amulombe permission tu afanye hicho kitu. Haikuwa bien kubia alifanya concert na piga nje nani Harmonize mwalimu connecté ni Raivan nabisema hapa lakini ni siri ndani. Raivan ndio alimconnecté hiyo concert ya Harmonize ndapiga meona kwa internet bana chambana ajabu kwa safi. Nilianza fundisha na wale journaliste Kirundi aseme jambo mkirundi wanasemaga hivi. Sasa hii mimi naambia pale kwa safi kama tuna support muziki yenu John Mom tu support. Tuko na artiste bazuri ko ba Fizo ba Satbi ba Natasha ba ko bengi ba DJ Pro John ni amutu support wakati sisi tuna support. Siren Vibes TV. Amjambo mabibi na mabwana. Niwashe. Okay. Amjambo mabibi na mabwana. Naitwa Mr. Champagne na nalomba kwanza msamahani. Nilichelewa na kama nilichelewa najua mwanadamu anapangaka na Mungu anapanga vyake. Heureusement tuko deja hapa. Nafurahi sana tena sana. Unajua wakati nilikuwa Tanzania niliwaambia media zetu zinatumikaga na zinafanya kazi. Hivi sasa hivi wanaangalia live wanasantiri kama hapa ni moto. Hakuna michezo. Sina mingi ya kuongea, ndajibia maswali kufuatana na gisi ndaulizwa. Okay, merci. Kwanza kama niliendaka Tanzania, objectif ya kwanza ilikuwa kwenda fanya collabo na Christian Bella, pia kufanya clip na Duli. Ya pili niliendaka kufanya media tour, kukutana na watangazaji. Cha tatu niliendaga juu ya ile concert ya Fally Ipupa. Nilikuwa parmi watu wenye walipasha mwakeye partir hapa Tanzania. Na cha ine nilikuwa naenda nifuatilie nione game ya Tanzania gisiko. Donc nilienda pale kufanya uchunguzi nione ba evolue ya monde ya muziki pale partir hapa Tanzania. C'est ça. Kenya ilikuwa ni mambo ya business. Nilienda tu juste nilienda nifanya tu journée noire. Mboni batu wetu kumbanaka naye hapo pale Tanzania. Après mama Dangote kuni post ndo bakaonaka hiyo publicité kwa business batafanya partir hapa Burundi ni bahindi ndo walinionaga bakanikontakta partir ya Instagram mais bakaniomba twende Kenya tuongee na boss wao kisha baadaye tukarudi. Badala yako yoyote kipi ambacho ulichosoma kule? Okay, Kenya mimi nilisoma Tanzania niliona kwanza bako na bidii sana. Ni watu wenye wanajituma kwanza sana monde ya muziki na ba journaliste bao ni watu wenye bako mouvementer sana. Donc abapenda kibaachi maki kaelele kidogo. Abana hata kuelele, amaki abana hata muda na elele kidogo. Kingine kinasema niliona partir ya Tanzania kisi nilijifunza sana kote ya beef ya artiste musicien banakoka banacheza na akili ya population parce que niliona pale ya bengi sana au unaona baba levo bako na chibizana na babijabu mais bakikutana na hivi ni barafiki sana mais banacheza tu na réseaux sociaux bafan nini nona ya donc mabifu yabo ni beef ya business sio beef ya mbaya ya banabifanyaga tu vile kwa internet mais bakikutana na hivi ni barafiki sana. Nakumbuka mule mu evenement ya Alikiba nilikutana na wale ba omi walikuwa mule. Mais ukiangalia wale ba omi na hao watu ya wale ba Alikiba unaona kama ni deja biko côté moya. Mais unaona que bali participer mu evenement ya Alikiba. C'est ça. Naweza nikasema tusikwe tunapakala saa moya makosa tuipakale mafuta.
Bien sûr nilifuatilia hilo vitu, nikasikia eti sijui champagne uliongea unatoa siri sijui nini na nini, mumiziki amekuwa kisiri hivi tuko tunafanya hapa. Kwanza sasa dunia mzima iko natuona na hakuna mwenye ajui kama moba artiste musicien tuko na maproblème. Kila mtu mmoja tumko hapa mnavijua bien. Il y a un ça ne va pas entre nous les artistes, utasikia entre Wasabi, Fariaz, utasikia au champagne et Famba. Leo sasa betu kwa Sio tunaongea. Entre nous les artistes, tuongee tuseme kweli. Tuache unafiki. Entre nous les artistes kuna kitu cha kiendeki. Sawa. Na kama mimi niliviongea, sio mimi ndo wa kwanza naviongea. Mimi kila siku mimi nasemaka na kwa nafuata mara mingi sana example kwa Fariaz. Na Fariaz mara mingi akiongea kitu, anaongeaga na anatoa message na unaona kama watu watamwatake. Mais ikikuwa mtu mwingine aliongea, anapata ataki. Hii neno nilisema kwanza Fariaz alishawahi kuisema wakati aliorganize nani Bantu Boy iliweza organiser événement ikaitisha ba artiste musicien kuko ba artiste bakokuyaga. Fariaz akasemaga que juu Bantu Boy organiser kuko ba artiste bakokuya. Donc entre nous les artistes kuko ba hypocrite. Mimi wakati nilikuwa nafanya interview Tanzania, objectif ya kwanza nilikuwa nawaambia que Burundi tunaba support ya 100%. Muziki yetu tunaipiga sana. Lakini mwe huko mpiga muziki ya Burundi. Na kama ba artiste ya Burundi bakifanya événement parce que muziki ya Burundi ipigwa tu. Sa wakati tunaba support join na mwezi msitu support. Unaelewa? Sasa unaya kuna kwa normalement kuna kwa bizu na kwa vibaya. Sasa niko nasema vile mimi peke sasa nikasema kwa kukumbusha na nikakukumbusha sasa ba artiste wetu. Nikakumbusha ba artiste wetu. Nasema hivi lakini si ba artiste na sie atupendanaki. Kuna wakati mmoja kulikuwa evenement ya nani ya T-Max. Epi Famba alikatalaka akasema hata shimamia hiyo show mimi nikiimba. Alisemaga alimwambia T-Max na lapa mbele ya Mungu T-Max champagne akiimba kwa hiyo evenement mimi sitashimamia hiyo show. Mungu temwe nabisema mbele ya media na anavijua epeki. T-Max akanifuata akaniambia champagne na kuomba vraiment kama mtalombala msamaha kama hivi na hivi na hivi. Nikamwita Famba sitaki problemi tukaongea. Mais akaambia tena T-Max na kulapia mbele ya Mungu champagne toki kwa mwisho hapo deja ile kama ni 2 milioni kama ni 3 milioni kanipita swala hapo tunapendana si tunauia na riski. Mfano mwingine karibu kama hii probleme hapa ni probleme ya kuongea tu entre les artistes tunamaliza bosi mbona mimi si mkuli muhali parce que Bentour naye alifa Bentour na kama si mkuli muhali parce que Bentour naye yenye alifanya normalement alipasha mu contacter amulombe permission tu afanye hicho kitu haikuwa bien kubia alifanya mais entre nous les artistes quand même kama kisa alikuwa lomba msamaha mbona nangefika anaregeza kidogo. C'est ça. Donc tukikuwa na upendo entre si peke ba artiste tutaendelea mbali zaidi. Unaona hii tuko tunafanya bifu ya maana. Tuchokozane bafana bakwe distraction bajibizane mais tukikutana tupatiane madidi. Tuongee bien. Hii concert ya nani? Concert nani? Hii concert na piga nje nani? Harmonize. Mwalimu connecté ni Ivan. Nabisema hapa lakini ni siri ndani. Ivan ndio alimconnecté. Hiyo concert ya Harmonize ndapiga. Meona kwa internet. Banachambana ajabu. Mais sasa si unakuta artiste tu moya akipata concert, unakuta kwa mwingine musicien za uliza. Sasa moi concert unaniita kuko nani? Huyu msimtiwe stahili huyu. Mtu huyu. Hata kama ni petit mwache naye kesho yake atakuwa mkubwa. C'est ça, nadhani nimeelewa kidogo. Nilibisemaga tu tupendane. Tuko tunasaidiana. Sio juu ya roho mbaya au juu ya nini, tusaidiane si artiste. C'est ça. Ilikuwa concert ya Christian Bella. Ilikuwa concert ya Christian Bella. Na Christian Bella alikuwa kaliniambia mapema kama iko na evenement Santa Kuu ya Tanzania nifike na participer mu evenement yake. Unajua tuko kiukweli. Tuko tunaongea ukweli. Il faut tout travailler sana, il faut tutumike sana juu tu pénétrer à l'extérieur. Sawa, Tanzania atuyaingia sana. Na kama atuyaingia sana, visibilité na saidiaga. Yeah. Alors, il est invitation ya nani ya Christian Bella singe katala. Ilikuwa ni invitation nyali, aliniinvite mu événement yake. Donc kama nili voyager na yua kama taifa mu ile événement yake. Ma media zinisaidia sana. Sana tena sana. Kwanza ile systeme yenye ilikuwa inakuwa kwa internet ya ma media
na balapia mbele ya Mungu. Je vous jure devant Dieu. Onaya ba Tanzania wanafuatiliaga sana na huko. Balikuwa wanaona nikifanya kitu wanaona Facebook inachafuka, Instagram inachafuka. Nikifanya kitu Facebook inachafuka, Instagram inachafuka. Mimi nilikuwa na repost. Walai Mwijaku aliniambia, bwana, inaonekana kule kwenu mko moto. Nikamwambia basi ni michezo. Hakuna michezo. Unaona ile inasaidiaga. Sasa naweza nikasema hii nani uliona hapa ni watu wenye walikuwa balisemea sina kitu. Tunajitahidi. Na leo tunasaidiwa. Wakati watu wanakusaidia kwa kubaremercier, unafanya kitu fulani kwa kubaremercier. Je naweza nikasema fulani na mremercier. Okay, unamremercier kukinywa. Fanya ta geste fulani basi. Unaelewa? Ningesema nitie ma media zote hapa. Samwa ungekuwa nyingine media moja yenye tungesahau, ningekuonekana mnafiki. Media yote ilisaidia, hakuna hata media moja yenye kunisaidia. Media yote ilisaidia. Non ya. Asa hii pancarte ilikuwa tu pancarte ya kuremercier bale batu wenye balitia mamoya yabo. Joni ende na vole. Unaona nifike Tanzania kwa walipa ma hotel. Unaona? Kuko benye balipatia ma argent de poche vitu ya vile. Ya c'est ça. Kongomani wawe peke. Sasa nazani ma emission yote mko mmefuata. Parce que ukifuatilia emission zangu zote, fuatilia ya nani ku Klaus nili bali ndio naweza nikasema media ya kwanza walinipokea na oneo. Naingia na wananipeleka paka mtechnique. Fuatilia ile video yote nilikuwa na poster. Na ule technicien mimi namwambia sema Burundi. Unasikia namwambia sema Burundi. Kwa Wasafi nilianza fundisha na wale journaliste Kirundi. Aseme jambo mkirundi wanasemaga hivi. Kuko video mimi naweza poster sasa hii mimi naambia pale kwa Wasafi kama tuna support muziki yenu, join mom tu support. Tuna artiste bazuri ko ba Fizo ba Satbi ba Natasha ba Bako Bengi ba DJ Pro. Join ni amutu support wakati si tuna support. Donc ça veut dire que ni kwenda représenter Burundi. Yeah. Concernant les questions à kwanza, nilisemaga natumika na Indundi na platform. Ilitokanaga na concert yenye niliorganizaka. Niliorganizaka pale ku downtown. Wakati mimi nafanya ile evenement ni yenye ilinilumaga ni kwamba jina yenye niko nayo na kwa kazi yenye mtu anafanya. Naelewa. Nafanya evenement kisha baadaye media online kupatikana tu media mbili. Ilinilumaga nikalia machozi. Bikani blessé hein? Kwa ingine conseil aussi. En fait, nilikuwa na concert mbili. Nilifanya ya kwanza ya 10,000, ingine nikafanya ya 50,000. Ya Karim Babeli ilifatanaka na ile ya 10,000. Après ile ya 50,000 ndio nikareagir. Mais ça ni réagir, on a kila mtu kuna façon yake ya kureagir. Ni sensi ya kuangalia gisi tutakorija entre 6 kwa 6. Mais bikaisha na nikaendelea kutumika na media zote. Na kama media za Tanzania zilinipokea ndaiongea parce que unaya kama kwa artiste musicien il faut qu'on ait kisa kutengeneza mazingira. Kazi zangu bien sûr wanazipata, mais tusisahau kwamba kunaweza kuwa mtangazaji anatumika par exemple kwa Wasafi anatumika hivi na hivi. Si akuwa mkubwa sana, lakini lazima nijisogeze kawaida. Unasikia? Lazima nijisogeze. Ile kujisogeza unatengenezaga mazingira mapema kama unatenda fast. Unaelewa ya? Efe sana natenda fast, sana natenda Tanzania, baliwa bien kama mimi nakuya. Asa niko deja na makontakte zangu na journaliste fulani. Ndio maana bali nipokea hivyo. Question ya pili ilikuwa juu ya Christian Bella. Christian Bella ile chanson sio yangu. Ni chanson ya Christian Bella. Christian Bella ndio alinishirikisha. Na kama alinishirikisha ni kwamba aliniambia iko nafuatilia kazi zangu sisi zinaenda. Naelewa. Donc ananiona kama nishakuwa mkubwa zaidi. Afati yeye kama Christian Bella. Ila ananipatia ile collab kufuatana na jina yenye nishakuwa nayo na gisi mimi najituma zaidi. Unaelewa ya? Ndio alinishirikisha. Ndio kama kuna utofauti entre mimi kumshirikisha na yeye kunishirikisha. Donc aliona kitu fulani mumie ndio maana alinishirikisha. Video deja mimi naweza ndashuti hata kesho. Parce que achatuma franga, mimi na shoot ya partir ya kuma image tukamata kule, mais kwa ingine image napasha kamata partir ya Burundi, kwa image ya Burundi na Tanzania sikamata. Sasa hii kesho ya ajabu sana hii. Tunga sana mabiki. Mnaiwa kwanza kama mwa game il faut si ba musicien wote tuanze wao sasa.
Juu babisini bakalamusisa. Ile question ya kwanza. Question ya kwanza bureau naweza kusema sitaki kuwa mongo artiste musicien. Sizani kama artiste bote bako na mabiro. Yeah. Na mtu kishasema secrétaire donc ni mtu ambaye anakuwa peut-être anafuatilia kazi zako na unaweza kuwa na besoin ya kufika fasi uende par exemple kusigner contrat il y a na je représenter tout directement facilement mais si na bureau c'est mimi na bureau fasi fulani champagne na bureau fasi fulani non mais bientôt tafungula bureau ya bureau itakuwa na question ya pili ni juu ya gisi ma reaction ya bafan kufuatana na niliongea. Naweza nikasema sisi kwa sisi ba artiste musicien, naweza nikasema kwanza tukue tunaheshimiana. Huyu ni mkubwa kwangu, hata kama unaweza kupata ulitoa hiti moja au hiti mbili, kumbuka kama peut-être huyu mkubwa wangu aishatoa hiti 20 au hiti 50, unaelewa? Ndio maana mimi kila siku mimi nasema mimi nakuwa na respect sana na artiste wengine, na tukiendelea kuheshimiana ndio itafanya muziki iende mbali zaidi. Naweza kuwa niko na bafan bangu na huko na bafan bako, mais tukibachanga pamoja kuna kwa kitu kimoja. Kama uko na connection, patia mwenzako connection. Patia mwenzako, onesha mwenzako njoo. Kama mimi artiste mimi na besoin aseme nimpatie ma technique yote kisi nifanye ma emission. Oui, batabambia sina problem. Mais kuko ba artiste wengine anaweza kuwa na connection na asikuoneshe connection. Anaweza kuwa na contact na msanii fulani na anakatala wala msanii fulani alikuwa juu yake mu terrain na sikufikishi kwake wala sikupresenter. Artiste umoya mwenye anaweza ku hata akuwe na artiste gani, hata akuwe ni Beyoncé na anakupresenter, hata akuwe ni petit msanii wa Burundi mwangali kinaanza Farias Fizo, hata akuwe na msanii wowote mwenye alitoka nje wakikuwa tu pamoja, unamonaka na kupresenter ewa huyu ni msanii wetu, huyu ni msanii wetu anaitwa fulani, huyu ni msanii wetu. Mais attention kwa artiste wengine akikuwa tu na musicien mwenye na yako ni musicien kutoka nje papa. Kwanza naambia wale musicien sasa usibaki kutoka kwa studio kwa nje, chunga kwa sababu iko wengi. Non na ya. En fait ile inasaidiaga, inakuwa inasaidia tupatiane ma connection inakuwa bien. Unaona ya. Mbo kufatana na reaction ya bafan, nadhani mko mnasoma mopeki. Bafan bopeki banayua kama bafan banayua bien kama si ba artiste atupendane banabijua. Banayua si ba artiste atupendane. Plus tukipendana tutasogezana mbali zaidi na mbona bien. Yeah. Na kuoa sio sheria wa mwisho sema ni secrétaire, yeye kuna fiancé wake na sio paka nilisema kwa media au paka page na fiancé wake kwa media, c'est juste tout tunafanya kazi pamoja mais ndaoa niko najiprepare kuoa nani est-ce que kama nataka musulman Assalamu alaikum. Changamoto nikasema ni kwamba kwanza hiyo wakati ngeke nafika balitafuta niba telefoni. Nitaka kuambia nende ingia Kariakoo. Kariakoo tunasikia sana. Nikasema leo na mie hivi nafika kwa Tanzania fasi ya kwanza natembelea ni Kariakoo. Nikakuwa niko na shoot nikasema Kariakoo. Wallahi mbele ya Mungu telefoni iliendaga. Sasa bahati ya Mungu mimi nilalamikaga. iPhone yangu. Baka mbana ule jamaa alikuwa niiba ya. Lakini nilikatala simpigi. Ile ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili nikasema ni kwamba haikuwa aussi facile kufanya ile ma interview. Unajua il y a des fois quand tu déplacer, mimi sikuwa na gari kule, nilikuwa natembea na taxi. Sasa nijitape sasa nilikuwa na gari moja kwa nitembeza manake mimi nasema ya kweli. Kwa magari moja zinaitwa kama ndio mabolt kama ndio mabolt na ya inakuja na kurekipere inakopeleka kama kile siku baniambia kwa Wasafi baniambia interview utafanya ilikuwa basi maga baliandika tu 5 ile 5 mimi nikayema 5 5 ile nikayua kumbi hiyo 5 maana saa 5 nikaenda 5 ile kwa Wasafi. Sasa uko unaangalia kisi mtu kwa pia kalikila franga zako zile franga zote zinaenda vile za taxi. Tena nilipa 20000 shile. Kwa nilikuwa naishi na kwa pale kwa Safi kwenye iko. Deja leo ni parmi machangamoto. Ni machangamoto maana zile franga zilienda na mai. Ilikuwa obligé tena kurudia kunyumba nichunge mpaka saa 5 yenyewe. Alafu nifanyaga nilikuwa na chance nifaa 2 fois emission kwa Safi. Mpaka Juma Lukula kaniambia huko mtu maajabu, kaniambia ni moto.
changamoto nyingine zingasema ni kwamba wakati wa concert ya nani ya Christian Bella, tulikuwa tuko pale tunaprepare concert, niliendaga mitsa tunaenda kule kwa evenement mbele ya Mungu, franga zilikuwa ziko mpantalo, niliziacha kunyumba tushafika sasa kwa evenement pale, tunafika sasa ile bolt fosa ni mulipe, nikajikuta kumbe franga niliziacha kunyumba, nikaenda kafuta bewa kumulango ngambewa mulipe huyo mimi franga niliziacha kunyumba sukia na like bewa kumulango na wakasema na sisi tuyaingiza kitu ule wa bolt sasa, akasema sasa hapa nikomba mwisho, kama unilipe franga zangu baki itakuwa ni filme bora tu media itangazi. Mimi nikasema sawa, kuna shida, media itangazi kiki juu hapo kikuja itakuwa ni kiki kwa watu wanalipa franga juu kiki ya vile kuwa mais heureusement bahati ya Mungu sisi tungaki tunaongea vile nani manager wa Christian Bella akafika na akala. Hiyo ni changamoto, ilikuwa changamoto ya ajabu juu nilikuwa nishapanike. Bon, question ya kufuata ilikuwa ilikuwa tena je? Matabia gisi ni ba raisonner ba artiste bakule. Ba artiste ya kule bako cool. Très cool. Quel que soit dans les succès qu'on a, quel que soit jina yenye qu'on a, mais biko na heshima. Surtout wanaheshimia media sana. Wanaheshimia ba journaliste kabisa. Yani artiste musicien kikutana na journaliste wanagisi façon kwa kisa na msalimia, on a senti que bako na respect na media. Ile cha kwanza niliona. Cha pili kile niliona kwa wale ba artiste ni watu ambao wanataka sana connaissance. Wanataka connaissance na wengine. Sijuani na wale artiste bote, lakini beniko mimi naiona nao ni Duli, sawa. Alikiba yeye atakuwa na karibu sana mwa ile evenement parce que alikuwa nikala kule mbele. Bale wengine tulikuwa tunakuwa na upale karibu. Mais ukona artiste mwingine sana kupresenter, unaona Duli akinipeleka na presenter kwa huyu. Unaona kena ule artiste kiegisa anipokea. On a senti qu'il y a un bouquet. Mr. Champagne, mambo vipi uko fresh? Yepe kwanza, yepe kwenye afanya anambia wapiga picha wanaposte Burundi banione bwana. Unaelewa eh? Yepe kwenye anambia piga picha, uposte Burundi wafanye nini? Banione. Yeah, unaona? C'est ça. Donc naweza kusema que mbale wa artiste ndio kitu kiniliona na bako na upendo entre yao. Bado ke ba artiste ya Tanzania sita badanganya, hiyo mwani niliremarke bako na upendo. Hii mamnaonaga aseme tu Harmonize alisema washata. Ni mabitu yabo tu, tekniki yabo. Sasa ndio unaona wanasapotiana kama kwanza utupotiana kisysteme. Unamwona huyo artist alipata show, kumbe mwenzake ndio alimpatia show. Huyo alipata show, mwenzake ndio alimpatia show. Abo kwa abo. Unaona ya. Ndio kitu nijifunza sana mbele ya artist. Unajua ba artist musicien tukikutanana mu evenement, kitu cha kwanza ba artist musicien na kwa ni photo. Yeah. Patron King sifamiani naye sawa na donc mimi na yeye tufamiani, mais wakati tulikutana pale il a fallu ku créer connaissance. Unaweza kama musicien unafanyaga mkaramusi yako juu créer connaissance, na wakati unakrea na mtu connaissance haiko pale aseme tutafanya karaoke twende peut-être ku studio sasa. Unakrea kama mtu na connaissance, kisha avec le temps pole unaenda unamtengeneza. Sio collabo, mais ilikuwa tu juste tulikutana na evenement alikiba, tukapiga picha. Bon, niliessayé kukamata na connaissance, mais anglais liniangusha. Parce que kwa anglais moi j'avais sisiki. Mimi namwambia tu my name is Mr. Champagne, artist from Burundi. Yes, can you is a number for you? Non, sasa hata niambie kwa anambia namba. Ndio anataniambia sielewi. Nakampa telefone wewe tia tu. Akantira numero yake. Bas, c'est ça. Mais hakuna vingine aseme nilimwambia tuwe ku studio tuimbe hapana. Fali ni mtu mwananijua toka hapa Burundi. Fali alikia Burundi bakanipresenter, Sultan akanipresenter, Nasa alikuya Tanzania et bani ni présenter encore na ndio maana nataka nilifanya ile video tuko nayo vile parce que ule bodyguard wake aisa kaitika kila mtu afanye ile video sasa juu niko la force ile video ilifanywa na Fali atu préparer chanson mais nilibambia mu 2022 na ima Diamond itakuwa mwimbo ya ajabu. C'est ça.